Nimefika kwake Yesu na rohoni mwangu sasa jua lake la leo. Mungu ni mwema kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa makuu aliyonitendea. Merci. Mungu ametupigania sana. Mke wangu toka alipobeba ujauzito amekuwa mjamzito miezi 9. Ameumwa sana mpaka ikafika wakati akawa anashindwa hata kuja hapa kanisani. Wengine walifikiri labda anaigiza, lakini kwa sio kuigiza, alikuwa anaumwa. Ila Mungu wetu ni mwaminifu sana. Wakati mke wangu yuko na ujauzito, niliota bado akiwa na miezi 2. Nikamwambia mke wangu, nimeota naona umezaa mtoto wa kiume, afu mtoto ameumwa. Akafikiri ni utani, na mimi nikachukulia kama ndoto, ila ninaamini ndoto zangu mimi. Nikaanza kukemea ile pepo ya magonjwa. Lakini kwa kuwa Mungu alichokisema lazima kitimize, ili ujue kwamba ni Mungu aliyesema na wewe. Mtoto alizaliwa, alivyozaliwa na akaumwa. Sasa kuumwa kwa mtoto ilikuwa ni hatari. Mimi mwenyewe ilifika wakati nikajihisi woga kwa hali ambayo mtoto ilimkumba pale hospitalini. Ghafla mtoto ambaye ana siku 2 amezaliwa akawekwa kwenye pumuzi. Bado alikuwa na siku 1 ya kuzaliwa. Mida ya kutoka mchana tumeshaandaa sherehe huku. Chakula kimeshaanza kuandaliwa. Watu pikipiki zimeshaenda kumtoa mzazi hospitalini. Eti mtoto anaumwa, anaingia kwenye mashine. Tukakaa. Baada ya siku ya pili, baada ya siku 2 tena mtoto ameruhusiwa. Haya, andaeni sherehe. Sherehe kaandaliwa, mamotare nikawapigia simu. Hapana. Sasa kuja kufika hospitalini, wameniruhusu leo, wamekuruhusu kutoka. Sawa. Imefika mida ya kutoka, mtoto hatatoka. Anaumwa, anabakiza siku hii 1 tu alale hospitalini ndio kesho ruhusiwe. Nikasema huyu Mungu aliyenipa naye hata acha akufe kwa kisa leo. Atatoka tu leo, lazima sherehe ifanyike. Bwana Yesu asifiwe. Basi mke wangu alitoka na mtoto wangu akatoka. Familia tukashangilia, kanisa tukashangilia. Kwa kweli Mungu wetu ni mwema sana. Mungu alitupigania, mtoto akatoka. Alipofika nyumbani tena, yeye kumaliza 2 wiki, tena akaingia kwenye mashini, tena kwenye motori, oxygen. Mtoto tena akawa kwenye hali mbaya. Siku ile mtawa anatoka, kwa kweli nilikuja kwa sababu niliitwa. Ule wito wa Mungu ndio ilifanya kazi ndani yangu. Lakini kwa hali mtoto aliyokwenda hospitalini, sikuwa mtu akuonekana hapa. Lakini wengi hawakujua. Lakini kwa sababu Mungu alituita, nikasema Mungu, wewe sasa ya hospitalini na kuachia, naenda kutimiza yaliyo ya kwako. Ndio maana mwanadamu usimlaumu mwanadamu mwenzio na kumhukumu kabla hujajua ikiwa alikukosea, kosa lilisababishwa na nini. Bwana Yesu asifiwe. Basi nilikuja hapa nikapambana. Mzazi hospitalini akashinda na njaa mpaka maziwa yakakauka, akakosa maziwa kunyonyesha mtoto. Waganga kwanza kusema wewe mama ukulagi wewe, kuonekana kama hauhudumiwagi kwa sababu ya kumrudisha Mungu utukufu hapa. Lakini utukufu ndio mrudisha Mungu hapa, nani alinirudisha na hospitalini, mtoto akapona. Mpaka leo mtoto wangu yuko mzima, na mshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikasema ya kwamba mzee kanambia leo hakuna mafuta. Moyo wangu kanambia toa mafuta kwa ajili ya shukrani
ya kazi niliyokutendea. Nikasema mzee, usisumbuke kuhusu mafuta, nitanunua mafuta. Nikasema pia pamoja na kwamba nimenunua mafuta haitoshi. Watoto wa Mungu waliomba. Watoto wa Mungu walipiga magoti. Tukasaidizana ili Mungu asikie na kuona hili tatizo, ni kwa sababu kuna watu waliopiga magoti kwa ajili ya hili na kumkumbusha Mungu, wakamnyima usingizi. Nikasema koo zilikauka, lazima wanywe maji. Watoto wa Yesu, haya maji nimeyaleta, muyapokee kwa furaha na amani. Msiangalie upungufu na mengine, lakini muangalie moyo tu ambao uliotoa. Bwana Yesu asifiwe. Ipo siku kwa neema ya Mungu tutakula zaidi ya hivi. Mungu awabariki. Haleluya. Kuna la kuongea mke wangu? Salimia hata kanisa basi, usalimie. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatosha. Tunakwenda tu kuongea kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Basi tutaimba wimbo. Tutamwimbia Mungu. Lazima tumwimbie Mungu. Niweke. Asante. Mungu ni mwema. Amina. Nyosha mkono hivi tumpe Yesu. Bwana Mungu wetu ni mwema. Haleluya! Huyu hapa ambaye mnamuona ndo binti yangu huyu. Haleluya. Na huyu ambaye yuko mkono wake wa kushoto ndo mume wake. Amen. Ambaye ndo mkwe wangu mimi. Amina. Haleluya. Amen. Wakati nimemleta mtoto leo abarikiwe, nikamwambia njoo usindikize mdogo wako. Amen. Hawezi akabarikiwa bila wewe dada yake kuwepo. Amina. Huyu ndo mtoto wangu wa pili. Amen. Mtumbo yangu hii. Haleluya. Pamoja na wembamba, pamoja utaniona namna gani, ila huyu ndo aliyefungua tumbo langu kwa watoto wanawake. Amen. Haleluya. Ila mbele yake kuna mtoto wa kiume. Kuna mtoto wa kiume ambaye ndo aliyemwanzia, ndo alianza uzazi wangu akaufungua. Amina. Ikasababisha niitwe baba fulani, baba Diedone. Amen. Kijana wangu wa kwanza anaitwa Diedone. Amen. Na huyu ndo mjukuu wangu wa kwanza. Amen. Huyu ndo mjukuu wangu wa pili. Amen. Na huyu ndo mjukuu wangu wa tatu. Amen. Na wanne amebaki. Na wanne huyu hapa. Kumbe bandari kasha mchukua, nilikuwa simuone. Haleluya. Kwa hiyo nina wajukuu watano. Amina. Kijana wangu ana mtoto mmoja na nusu. Amen. Maana ina ujauzito juu. Amen. Kwa hiyo nimeshakuwa kwa kwetu, kwa lugha chetu wanaitaka shogulu. Haleluya. Niko baba watoto. Najua leo wengine watashtuka sana, maana wameona kama ni geni. Amen. Lakini ndivyo ilivyo. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kunilindia kizazi changu. Toka nilipoanza kujifungua sijapoteza mtoto hata mmoja. Amen. Amen. Wote wako wazima. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Amen. Natoka binti yangu ameanza kuzaa, watu wake wote, wazazi wake wote wako wazima. Amen. Hajawahi kupoteza mtoto hata mmoja. Hilo ni jambo ambalo namshukuru Mungu. Amina. Na wote wanajifungua salama. Amen. Hakuna ambaye alishapata tatizo la operation ama tatizo lolote lile. Mkono wa Mungu unaonekana. Kwa kweli Mungu tunayemuomba huwa hatuachilii. Nilimuomba Mungu, nikamlilia, aliloniahidi Mungu ndilo nalitimiza muda wote na wakati wote. Amina. Kwa hiyo najua bado ibada na huduma nyingine
ipo ya mdogo wako amekuja kumsindikiza, na wakati wa kujitambulisha utakuwepo. Wa ugeni ukaribishwa, muda ukifika watakaribishwa kama wageni, nao watajieleza. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo muda hakuna cha kueleza sana na nini, tusubirie muda ukifika. Watu wangebana sio mabubu, Mungu hajanipa bubu hapana. Anipa watoto ambao wanaongea. Haleluya. Amen. Asante sana, mbarikiwe. Chapa makofi, chapa makofi, chapa makofi kwa Bwana. Amina. Amina. Chapa makofi juu ya Bwana.
Neno la Bwana linasema. Ndio. Tunasoma kitabu kile cha Misali, Ndio. Sura ya 22 mstari wa 6. Ndio. Neno la Bwana linasema. Ndio. Mlee mtoto katika njia impasayo. Mlee mtoto kwa njia impasayo. Naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Amen. Alléluia. Amen. Non, ma Bible déclare instruire les enfants selon la foi qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Amen. Solomon nikasema tulete watoto, tufundishe watoto kwa kijana yabo. Haleluya. Amen. Sababu kwa mzee yabo jinsi watatembea hatapotea, na inzia tumfundisha. Haleluya. Wewe fundisha mtoto kwa kichagu iko dogo ni uyoe na nini na nini na unasema nini na mira yako. Haleluya. Sisi mira yetu ni Yesu. Amen. Mira yetu ni Yesu. Amen. Sisi ni wa Yesu. Amen. Biblia inasema Yesu baada ya kuzaliwa balimuleta hekaluni. Haleluya. Bakusema no balienda kumubatiza, hapana. Tutajua leo kama balisema batiza, tutabatiza yule mtoto leo. Haleluya. Lakini kama sio no balimuleta mbele ya baba yake, tutaleta mtoto mbele ya baba yake. Amina. Amen. Kama Luka 2. Luka 2. Okay. 21 unashuka hadi 23. Tunasoma kitabu kile cha Luka. Ndio. Sura yake ya 2 21. Ndio. Kwa 20 ngapi? Hadi 20 ngapi? Hadi 23. Hadi 23. Ndio. Neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasema hata zilipotimia siku 8, hata ilipotimia siku 8 za kumtahiri, aliitwa jina lake Yesu. Ndio. Kama alivyoitwa na malaika kabla hajachukuliwa mimba. Ndio. 22. Kisha zilipotimia siku za kutakasika kwao, kama ilivyo torati ya Musa, walikwenda naye hata Yerusalemu. Haleluya. Wamweke kwa Bwana. Ndio. 23 rudilia pale ya 22 na rudilia nasema hivi. Ndio. Kisha zilipotimia siku za kutakasika ilipofika siku ya utakatifu ya huyu mtoto, kama ilivyo torati ya Musa, kama ilivyo kwa sisi torati ya wa Yesu, walikwenda naye hata Yerusalemu. Balimuleta hadi Yerusalemu. Wamweke kwa Bwana. Bamweke kwa Bwana. Alléluia. Amen. Moi, ma Bible déclare en français le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis était arrivé. On lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie les portèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur. Alléluia. Amen. Dans ma Bible déclare les présenter. Balienda kumutambulisha kwa Bwana. Alléluia. Amen. Leo jinsi mimi na wewe tuko hapa, tunaenda sasa hivi, naita huyu mtoto jina lake Albert Ndwali Mfaumu hapa ndani ya ikalo ya Bwana. Ulete mtoto hapa. Baba yake Martin Mfaumu, mama yake Ani Shabani, benilete mtoto hapa madhabahuni. Sisi tunatembea kwa pa ya wapetre ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Wandugu wapendwa, hapa ni waabudu halisi. Haleluya. Mtu amesafika ya kuabudu Mungu kwa kweli pia kwa roho. Tusidanganye watu kwa madini nyingine. Ona mtoto tunakobatiza mtoto, hapana. Hapa Biblia inasema tubatize mtoto. Yesu alinituma hapa, alisema siku ya utakaso yake ya mtoto huyu imesafika. Hapa baba yake Martin Mfaulu na mama yake Ali Shabani balimuleta hapa madhabahuni kwa Yesu. Haleluya. Haleluya. Biblia ndio inasema hivi. Biblia kusema no tubatize mtoto, hapana. Biblia kusema kubatize mtoto, hapana. Acha tufanye vitu moja. Biblia inasema hivi. Yesu baada ya miaka 30 alifika pale apate batizo. Balienda nini? Discussion yena nani na Yohana. Hapana, wewe hapana. Balimaliza na fanye mkano ya baba. Haleluya. Amen. Balifanye nini? Mapenzi ya Bwana. Amina. Acha tusikie sasa. Albert Ndwali. Albert Ndwali. Albert Ndwali. Hapana. Albert Ndwali. Albert Ndwali. Mtoto anaangalia tu. Hawezi kujibu. Haleluya. Sababu batizo ni kufunga ndoa. Unafunga ndoa. Sisi tumetoka kipagano, tunafunga ndoa na Yesu. C'est pour ça la Bible déclare sisi ni wa bibi harusi. Sasa ulishuka ndani ya maji, unakufa na unaamuka ndio ulifunga ndoa. Haleluya. Sasa na kitu moja mbele ya kanisa. Albert. Sasa Albert atafunga ndoa na kuna gani? Sifu aseme. Haleluya. Hii ni malaika wa Bwana, hana mambo ya kusema. Haleluya. Lakini kazi yake sasa ni ya kumuleta tumutolee Bwana juu ya maisha yake. Bwana yeye pekee aongoze maisha yake. Tusitembee kinyume ya maneno. Tusitembee kinyume. Nimepata ubatizo sasa niko mtoto, banaweka maji juu yangu. Ndugu yangu, hiyo imetokea na hii wapi? Yesu aturumie sana. Biblia inasema balikuja. Balikuja namna gani? Sikia. Hapa 23 ilisema hivi. Biblia kwa Kifaransa. Suivant ce qu'il est écrit. Il est écrit dans la loi du Seigneur. Imeandikwa kwa mipango ya Bwana. Tout mâle premier ne sera consacré au Seigneur. Haleluya. Biblia nasema wale wote banazaliwa bataletwa mbele ya Bwana. Haleluya. Kama unashuka chini Biblia inasema kino Yusufu na Maria balileta njiwa. Haleluya. Balileta njiwa mbele ya baba yabo. Haleluya. Ya njoo tunaona sasa hapa. Unaona? Huyu balileta mbele za Bwana. Haleluya. Chapa makofi juu ya Yesu. Hapa tunatembea ndani jinsi Biblia inatuambia. Biblia inasema Yusufu alikamata njiwa na Maria balileta na mtoto mbele za Bwana. Kitu nafanya leo kule mbinguni ni furaha kwa malaika ya kupokea mwenzio malaika. Haleluya. Haleluya. Mtoto akupata ubatizo kile leo tukuna muweka mkono ya Bwana, damu ya Yesu mufinike, hata wachawi kwa sasa ibata ona hii mtoto. Vita wote wanakuwa nawe. Mtoto taingia leo ndani ya ufalme ya Bwana, pia ndani ya damu ya Bwana. Amina. Amina. Kwa hiyo nipe Albert. 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 Okay, funga macho yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareta, naleta Albert chini ya miguu yako, kwa hekao yako baba yangu, kwa madhabahu yako ya mabadiliko, kubadilisha maisha ya mtoto. Yesu, Biblia inasema tulete watoto kwako, tubafundishe. Yesu, kwa kijana watakutumikie. Njia ya leo naleta Albert mbele zako Baba. Yesu, Yesu umeletoka mbele ya makuhani. Yesu, bariki mtoto. Yesu, kupitia damu yako wale wote bataweka macho mabaya juu mtoto, wala vibaya. Damu yako Yesu ifinike mtoto. Huyu atakuja mchana na msiku. Baba, pambana naye na unganisha madhabahu
ya mbele madhabahu yako Baba. Ulimwengu umetubajue akutumikie kwa maisha yake. Biblia inasema Samuel alizaliwa tangia mtoto hadi alikuwa mzee, akuacha neno kuanguka chini. Albert, kwa leo pokea neno la Bwana kama dhahabu yako, kama nguzo yako, kama msaada yako kwa jina la Nazareti. Baba nakuita Yesu mekani. Jésus, je te vois qu'à ce moment. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Que ton sang précieux puisse couvrir cet enfant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Père de Dieu de gloire, nous te rendons grâce à ce moment, puisque tu es le Seigneur du Seigneur. C'est toi qui as créé le ciel et la terre. Baba, asante na shukuru kusikia maombi, pia kutenda na maisha yangu mtoto kutumikie katika jina tunasema amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareta, naacha baba ya Albert mkononi mwako na mama yake Baba. Yesu, muda hii Baba, ubatetee, ubapiganie. Hata damu yako ibazumuruke mara 7. Hata damu yako ipige kelele, ibazumuruke mama yangu. Watu ya roho baya, Yesu basioni. Kuanzia sasa damu yako igeuke moto. Ikuwe mchana usiku, wale popote batakuja, pambana nao Baba. Naomba ulinzi yako Baba, ya malaika yako, ya wasuja yako toka mbinguni, shuka sasa uwaguse katika jina la Nazareti. Baba, naacha baba yake mkononi mwako. Roho zote inasimama ndani yake. Yesu, itakuwa ya pauvreté. Na bomoa na fukuza roho ya pauvreté katika jina la Nazareti. Yesu, fungua milango apate hela ya kulisha mama ya Albert, maziwa itoke vizuri juu ya mtoto akuwe na afya. Yesu, onekani sahi. Wale wote Yesu walitania maisha yake mabaya, pambana nao. Wale watabariki mbariki Baba. Yesu, naacha mkononi mwako. Yesu, naacha mama Albert mkononi mwako. Mpe afya vizuri, sababu afya yake mtoto ananyonya. Yesu, itashuka ndani ya mtoto. Ule malaria, roho zote inafika ndani ya magonjwa, ikuwe na hema, toka kuanzia sasa. Natangaza ushindi ya mwili hii, maziwa yake Baba itoke mingi juu ya mtoto apate afya, na jina lako tukuzwe kwa yote. Upendo ikuwe ndani ya hii ndoa Baba. Asante kusikia maombi tia kutenda juu kutunza mtoto Albert katika jina la Yesu, amen. Shangilia Bwana, shangilia Bwana, shangilia Bwana. Amina. Asante mfalme. Alube. Na kurudisha kwa mama na upendo ya Bwana kwa jina la Yesu. Amen. Na Mungu atubariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Asifiwe tena mama. Mshimama sasa tupokea mama na mtoto, ndio doktrini ya kanisa yetu. Kasabuni tupapokee. Ni tume wake Mwokozi walipojazwa na Roho, walitenda mambo yote kwa ushirika, walitenda mambo yote kwa ushirika. Ni tume wake Mwokozi walipojazwa na Roho, walitenda mambo yote
inafanya nyumba ionekane kuwa iko imara, na msingi ndio inafanya nyumba ionekane kuwa haiko imara. Hata kama ukiweka material durable na nyumba msingi wake ni mbovu, tuseme ujenge nyumba ya tofali za kuchomwa kwenye msingi wa tofali mbichi, hiyo nyumba haidumu, kwa sababu zile tofali mbichi zikipigwa na maji zitabomoka, zitamomonyoka, na mwisho nyumba inaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini basi bila kukawia, neno letu tutalipata katika kitabu kile cha Petro wa pili, Petro wa pili. Soma kama uko tayari mzee, utusomee waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya pili mstari wa, acha nisome waraka wa kwanza ule wa Petro. Tunasoma kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Petro sura ile yake ya pili mstari wa kwanza kuteremuka. Neno la kwanza, neno la Bwana linasema hivi: basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki wote. Acha tuanzie huko kwenye mstari wake wa 6. Kwa kuwa imeandikwa katika maandiko, tazama, naweka katika Sayuni jiwe kuu la pembeni, teule lenye heshima, na kila amwaminie hata tayarika. Basi heshima hii ni kwenu ninyi mnaoamini, bali kwao wasioamini jiwe waliolikataa waishi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Amen. Neno letu la leo tutajifunza kuhusu jiwe lililo hai. Bwana Yesu asifiwe. Jiwe lililo hai. Mawe yapo mengi. Mawe tunaona, tunaposema jiwe, yani tunaenda kwenye mto, tutaona mawe ndani ya mto. Na mawe yanasaidia sana kujenga nyumba. Mawe yana kazi nyingi. Mawe yanajenga nyumba, mawe yanajenga msingi, mawe yanajenga madhabahu. Hata taifa la Israeli wakati walipokuwa wakidania Mungu, waliambiwa waokote mawe 12. Bwana asifiwe. Mawe 12 kulingana wakiwa na hesabu taifa la Israeli, pia walitumia msingi wa mawe. Amina. Ukienda tena kipindi cha Yesu, kabla Yesu hajafika, kipindi cha Agano la Kale, walikuwa na jiwe pale Yeriko pale, walikuwa wakiliviringita. Ule mwaka ukifika, wanaviringita lile jiwe. Wakiviringita lile jiwe linaangaza. Mwenye majibu, mwenye mahitaji anajibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Sasa watu wa Israeli wote walikuwa na ile mila na ile desturi ya kwenda kutegemea lile jiwe. Ndio. Na siku zote kila mtu alikuwa akijua kwamba siku ya leo na siku na muda kama huu lile jiwe litaangaza. Watu wote walikuwa, mataifa walikuwa wanakusanyika pale kwa ajili ya kwenda kujibiwa mahitaji pale kwenye lile jiwe. Na ile jiwe ile siku ikifika lilikuwa linaviringitiwa, baadaye linaangaza. Linapokuangazia, mahitaji yanajibiwa. Kila mtu shida zake zinatatuliwa na watu wanarudi wakijibiwa kwa mahitaji yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wakati wa Yesu alipofika, wakaenda kumviringita lile jiwe halikuwaka. Wakaviringita kwa muda ambao ulikuwa umefika. Yesu akiwa anaingia mahali pale, lile jiwe halikuwaka. Watu wakajiuliza, kwa nini hili jiwe haliwaki na kipindi kile wakati linawaka? Lile jiwe halikuweza kuwaka kwa sababu yupo mzee wa jiwe la uzima amefika mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Jiwe ambalo tunaliona haliwezi tena kuwaka. Ile ilikuwa ni ishara ya ujio wa Bwana Yesu Kristo, jinsi atakavyokuja kuwaka katika dunia. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu wakati alipokuja katika dunia, akatufanya sisi kuwa mawe ya kuangaza na kuwaka katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe kama jiwe sasa lazima uwake.
lazima uangaze. Unapokuwa huangazi, utaonekana kuwa jiwe feki. Haleluya, amina. Yesu amekuweka uangaze. Angalia ni kwa nini jiwe lako haliangazi. Angalia ni kwa nini jiwe lako haliwaki, halitegemewi na wanadamu. Wakipindi Yeriko watu walikuwa wanategemea lile jiwe kwamba ili jiwe litawaka na likiangaza majiwe yangu yanapatikana. Mtumishi wa Mungu ni kama jiwe linalokuwa tumaini kwa waliokuwa na mahitaji. Haleluya. Ikiwa watu hawatumaini kupata majibu ya mahitaji yao kwako wewe kama mtumishi wa Bwana, inamaanisha ndani yako kuna mmonyoko, kuna maanguko. Huo mmonyoko ndio unasababisha jiwe lisiangae. Inasababisha usiwe jibu wa mahitaji ya watu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu tunakaa tunasema kwamba sasa Nyarugusu Mungu hayupo tena. Mungu alikuwa zamani. Mungu yupo yule aliyekuwepo toka 96 mpaka sasa 2025. Mungu yule yupo, hajabadilika. Na nguvu zake ni zile zile. Dhambi zetu ndio zimetufanya Mungu tumuone kuwa yuko mbali na sisi. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dhambi ndio zimetufanya Mungu tumuone kuwa yuko mbali na sisi. Zimesababisha ving'ara vilivyoviweka ndani yetu visiangaze kama mawe. Visitatulie watu shida. Visiondoe watu kwenye matatizo. Ndio maana hata magonjwa tunayoombea hayaponi. Mapepo tunakemea hayatoki. Yatatokaje? Kuliko kutoka yanatukemea na yenyewe. Unakemea nayo yanakukemea. Unakemea nayo yanakukemea. Kwa sababu ya nini? Dhambi. Wewe unaanza kwenda kukemea mtu wa mapepo na uko na dhambi. Au unadai kwamba pepo utazitoaje hizo pepo? Mtumishi mmoja pale shehe, siku moja tuko kwenye maombi, tuko tunaomba. Dada mmoja kapagawa na pepo. Tukaanza kukemea zile pepo. Naye akaja akajipenyeza mle katikati yetu. Ni mtumishi tu mzuri ambaye tunamzoea sana. Akaanza kukemea pepo. Ile alipoanza kutamka tu, akamwambia, na wewe mtu wa pepo. Akaanza kumwambia, na wewe ni wakuja wewe kusema kwamba toka kwa jina la Yesu. Toka kwanza wewe hapo. Pepo zinaanza kumkemea na kumfukuza. Sasa sisi tukaona kwamba huyu mtumishi anataka kuaibika. Na hapa kuko watu ambao wanataka wanamtegemea kupata majibu ya shida zao kwake. Tukamtoa. Akasema hata mnamtoa na mniweka nje. Na nyumba aliyoenda kuingia ndani na mwanamke, pepo ilisema, ikataja. Toka hiyo siku huyo mtumishi hakurudiana tena kwa maombi kwenda kuomba. Aliaibika kambi mzima. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Dhambi zetu zinasababisha tuombee magonjwa asipone. Tumfanye Mungu kuonekana kuwa hayupo na Mungu yupo. Amina. Tumfanye Mungu kuonekana kuwa hawezi na Mungu anawezi. Ametufanya kuwa mawe yaliyo hai. Amina. Haleluya. Sasa kama mawe yaliyo hai, kwa nini tusiangaze? Kwa nini tusiangaze? Mawe yanajenga nyumba. Wewe kama nyumba ya jiwe lililo hai, Mungu akifika kwako lazima ungame. Lakini akifika kwako bado anavujiwa. Anavujiwaje? Inaonyesha wewe unavuja kwanza. Ndio maana mtu leo anavujiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikiwa unaombea magonjwa hayaponi, unaombea mgonjwa haponi, angalia kama sio wewe unayeombea mgonjwa, ni mgonjwa unayemwombea. Haleluya. Kama sio wewe unayeombea mgonjwa, ni mgonjwa anayeombewa. Ndio na matatizo ya kusababisha sipone. Yawezekana unamwombea asubuhi, jioni anaenda kwa ganga wa kienyeji, utaomba utachoka. Yawezekana unawalika Mungu, unapiga magoti, unajinyima kula na kunywa, unasema Mungu tenda muujiza, Mungu nataka ujulikane kuwa wewe Mungu upo. Huku mwingine anaenda kwa wafumu na waambia seme, nataka nilikuwa jioni kwa maombaji na hii sasa ni muda wako shetani, fanya kazi yako. Shetani ule upo unatoka. Mungu tenda, shetani anasema utaomba tenda nini? Atatenda nini? Mimi Mungu hasi, huyu ni mtu wangu. Mwisho siku tu kwa sababu ya kutanga kwako, unakia kufika, unaweza kumlaumu Mungu, unaweza kusema kwamba Mungu hayupo. Mungu yupo. Amina.
Mungu anatenda na Mungu anaweza. Mungu ashindwe na hata kashindwe hata siku moja. Lakini wewe umekosa msimamo katika huduma yako. Umekosa msimamo katika shida zako. Umekosa msimamo katika mahitaji yako. Ndio. Kuwa na msimamo nalo jua litakuangazia. Ndio. Haleluya. Yesu ni jiwe la uhai. Na sasa akatufanya kuwa jiwe ambalo liko hai, kwa sababu yeye kwanza mkuu wa jiwe yuko hai. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lazima tuombee magonjwa na yapone. Lazima tuwe suluhisho wa matatizo ya watu, kwa sababu tunaye Mungu aliye hai. Na sisi ambao tuko ndani ya Mungu tunaweza tuwe hai. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yesu akafika pale. Watu walikuwa kaza kutizama. Mbona jiwe aliangazi? Lakini walipogeuka wakamwona mwanaume wa shoka. Alifika akasema, akaangalia. Akasema, hawa watu mnatafutia wapi? Mimi huyu nimefika. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yawezekano uliviringita siku nyingi jiwe. Ndio. Haukujua ni wapi wa kuweza kuangalia majibu yatatoka wapi. Lakini leo lipo jiwe ambalo unatakiwa liviringite na majibu ya mahitaji yako yapatikane. Kiri tu Yesu kuwa ni Bwana wa Mwokozi yako. Umkiri katika haki na kweli, na atakuviringitia lijiwe. Na wajibu yatakwenda kupatikana. Haleluya. Amina. Wengi tumeangalia sana wanadamu, hatuangalii Mungu. Ndio maana tumefeli. Ndio. Tunaangalia wanadamu, mwanadamu ni mwanadamu. Ndio. Hata we mtoto wako, hata we baba yako, hata we mama yako, hata we mjukuu wako, anaweza kukudanganya. Ndio. Ila Mungu hadanganyi. Mungu anasema kweli. Hata we mume wako anaweza kukudanganya, au mke wako anaweza kukudanganya. Kwani kuna wanaotoka nje ya ndoa, lakini uko anakuja kusema kwamba sisi tuko vizuri. Ulikuwa wapi mume wangu? Nilikuwa kwa mchungaji. Nilikuwa kwa mwalimu. Ulikuwa wapi mke wangu? Nilikuwa kwa soko, nikapita kule. Mungu anasema, anadanganya, lakini sio kwenye alikuwa. Haleluya. Lakini Mungu aliye wa haki, yeye anasimama katika haki na katika msingi wa haki ambao uko imara, haubadiliki. Ukimtegemea hata ikiwa njaa itaisha. Ukimtegemea hata ikiwa matatizo yataisha. Jiwe litangaza mnyumba. Inaimba kwa furaha. Roho ya